Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumshangilie Yesu. Tunamshukuru Mungu wetu ambaye anaendelea kutuwezesha kwamba tuwe wazima na tuweze kuonekana hekaluni mwake. Ni jambo la furaha na ni jambo la shukrani mbele za Mungu, maana maandiko yanasema sema mtafuteni Bwana maadamu angali anapatikana. Sisi ambao tunapata huu muda tuko waheri. Kuna wengine ambao katika nchi za vita wana matatizo mbalimbali, hawapati tena muda kusanyika mbele za Mungu. Amen. Lakini sisi tuko waheri, maana tungali na ile neema, tunapata muda ambao tunakuja kumwabudu, kumsifu na kumtukuza Mungu wetu. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom. Tunaendelea na programu yetu ya mafundisho ambayo tuko nayo kuhusu habari za ubatizo wa Roho Mtakatifu. Usomi wetu wa msingi unapatikana katika kitabu cha Mathayo sura 3 mstari wake wa 11. Hii ni habari ambayo mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji alitabiri akasema kwamba mimi ninawabatiza kwa toba wala kwa maji mengi, lakini nyuma yangu yuaja ambaye mimi sina uwezo wa kulegeza kamba za viatu vyake. Yeye huyo atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Amen, amen. Ina maana kuna aina tatu za ubatizo kama tutasoma hapo. Ubatizo wa maji mengi au ubatizo wa toba ambao ni ubatizo wa ondoleo la dhambi. Ubatizo ambao unaonyesha kwamba Mkristo ameenda kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake wa maisha. Tena kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuna ubatizo wa moto. Ubatizo wa maji ni ubatizo ambao unafanyika ukiongozwa na kanisa wala viongozi wa kanisa. Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe anabatiza. Na ubatizo wa moto ni hivyo hivyo. Na leo tunazungumzia tu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen, amen. Tulishaangalia mengi kuhusu habari za ubatizo huu. Tuliona utangulizi, ubatizo ni nini, wala Roho Mtakatifu ni nini. Tuliona utofauti kati ya ubatizo wa maji mengi na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tuliona dalili za mtu ambaye alishabatizwa na Roho Mtakatifu. Leo tutaona neno la mwisho, umuhimu wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Umuhimu za ubatizo wa Roho Mtakatifu. Soma andiko wa Efeso 5:18. Wa Efeso, maandiko yanasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, mbali mjazwe kwa Roho Mtakatifu. Amen, amen. Tunaenda kuangalia umuhimu wa kubatizwa na Roho Mtakatifu. Paulo akawaandikia Waefeso kwamba wasilewe kwa mvinyo ambamo mnakuwaka ufisadi, ambamo mna mambo mabaya, lakini niseme wanapaswa kujazwa na Roho Mtakatifu. Kama ni kulewa, waleweshwe na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Kuna utofauti kati ya kujazwa na Roho Mtakatifu na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Mara mingi huwa tunachanganya hii misemo miwili, kujazwa na Roho Mtakatifu na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Somo letu linasema kubatizwa na Roho Mtakatifu, na ndio ile Yohana Mbatizaji alitabiri. Lakini hapa kunakuja neno ambalo linafanana na hilo, kwamba tusilewe kwa mvinyo, lakini tujazwe kwa Roho Mtakatifu. Amen, amen. Kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni ile ambayo tuko tunazungumzia kumpokea Roho Mtakatifu katika maisha yako yote. Kama vile tunajua kama ubatizo ni kuzamishwa ndani, na ubatizo nao wa Roho Mtakatifu ni kwamba unaingia
ndani ya Roho Mtakatifu, wewe wote, maisha yako yote yanatawaliwa sasa na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Lakini kujazwa Roho Mtakatifu ni kile kipindi ambacho unapokea nguvu, unajazwa. Wakati unaweza kuwa tunaimba, aidha uko naomba, unasikia nguvu mpya ndani yako, unasikia labda kusema kwa lugha, unasikia kuomba kwa ujasiri, unasikia kutabiri. Ni kipindi cha mfupi tu. Amen, amen. Paulo akawaambia Waefeso kwamba wasilewe kwa mvinyo, lakini wajazwe na Roho. Mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu unaweza kumtambua. Wakati mwingine kama tuko tunaimba, unaweza kujua kama mwenzetu alishakamatwa, alishajazwa. Ndio maana wakati Mtume Petro aliwaambia watu, wakati Roho alishikia mitume, kwamba hawa hawajalewa. Maana watu waliwafikiria kwamba wamelewa, lakini Petro akawaambia hawa hawajalewa, lakini haya yamefanyika ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Yoeli, kwamba nyakati za mwisho, seme Mungu atatuma Roho yake juu ya watu wake. Wamoja watatabiri, wengine watasema kwa lugha, na wengine wataota ndoto. Amen, amen. Kwa hiyo kujazwa ni wakati mdogo tu, lakini kubatizwa ni maisha yote. Amen, amen. Tuangalie umuhimu tano za mtu ambaye ameenda kujazwa na Roho Mtakatifu wala kubatizwa na Roho Mtakatifu. Warumi 8:9. So, tuangalie neno la kwanza. Warumi sura 8 mstari wake wa 9 wala 9. Kitabu cha Warumi sura 8 kenda yake tu. Tunasoma, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Amen. Amen. Jambo la kwanza ambalo tunaangalia la muhimu, kwa nini tunastahili kubatizwa na Roho Mtakatifu, seme ni agizo la Mungu. Amen, amen. Maandiko yanasema seme, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili, mbali mwaifuata Roho. Bei yake nasema, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wa Kristo. Amen, amen. Agizo la kwanza la muhimu, kitu ambacho kinatuvutia sana, kwa nini tunastahili kujazwa na huyu Roho, ni kwa sababu ni agizo Mungu mwenyewe amelitoa, kwamba kama mtu hana Roho wa Mungu, kama mtu hana Roho wa Kristo, seme huyo mtu haiko mtu wa Mungu. Amen, amen. Ujue kwamba kama unakataa Roho, ninajua kuna madhehebu mengi, kuna imani nyingi hazimtambui Roho Mtakatifu, lakini sisi wa Pentekoste, Roho Mtakatifu ni sisi na sisi ni Roho Mtakatifu. Amen, amen. Ukisema Mpentekoste mara moja unaona Roho Mtakatifu ndani mwake, pamoja na kwamba kuna mapungufu. Biblia imeweka wazi, kama mtu anampinga Roho, kama mtu hana Roho Mtakatifu ndani mwake, seme huyo hana wa Kristo. Hilo ni agizo. Amen, amen. Luka 11:13. Luka sura 11 mstari wake wa 13. Somete. 11. Luka mtakatifu 11:13 yake. Anasema hivi: basi ikiwa ninyi mlio waovu
Seme basi, ikiwa nyinyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Mungu anauliza, ikiwa sisi binadamu ambao tuna mapungufu, kuna waovu kati yetu, tunajua kuwapatia watoto wetu vitu vizuri, je, Baba yetu wa mbinguni hataweza kutupatia Roho Mtakatifu sisi ambao tunaomuomba? Amen, amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni agizo ambalo Mungu amelitoa kuwapa wale ambao wanaomwamini. Ni majukumu ya Mungu kukupatia Roho Mtakatifu. Ni agizo ambalo Mungu ametoa kwamba yeyote ambaye anayemwamini kwamba lazima awe na Roho Mtakatifu. Hatujampokea hivi hivi tu, lakini tulimpokea Roho Mtakatifu, tulibatizwa na huyu Roho kwa sababu ni agizo, ni recommendation ambayo Mungu mwenyewe ameweka. Amen, amen. Amen. Jambo la pili la muhimu la kuwa na huyu Roho Mtakatifu ni msingi wa kuishi maisha ya ushindi. Somee Wafilipi 4:13. Neno ambalo tumezoea. Paulo anawaambia Wafilipi anayaweza yote katika yeye anayemtia. Karibu. Mwingine anasoma kama Filipi 4:13. Yes. Nayaweza mambo yote katika yeye anisaidie. Amen. Ukitaka kuishi maisha ya ushindi, ukitaka kutembea katika ushindi, lazima uwe na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Paulo akasema kwamba mimi ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yaani zile nguvu ambazo ninazo za kiroho ndo zinanifanya niishi maisha ya ushindi. Ndio maana Yesu mwenyewe wakati alipobatizwa ndo alipokea Roho Mtakatifu, akaingia mlimani kuomba kwa mafungo yake ya siku 40, mchana na usiku, hali wala hali. Wakati alianza kujaribiwa na shetani, alimshinda kwa sababu alikuwa alishapokea Roho Mtakatifu, na akawaagiza wanafunzi wake kwamba hii kazi ya kiroho, hii kazi ya Mungu mtaenda kufanya. Mimi ninapoondoka, tafadhali sana usikuwe mtu ambaye ataanzisha kufanya kazi ya Mungu kama hajapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Amen, amen. Alijua kwamba kama hawana Roho hawawezi kumshinda shetani. Kama hawana Roho hawawezi kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na wanafunzi wa Yesu, wale mitume, wale tenashara, walingoja ujio wa Roho Mtakatifu juu yao, na walipopokea Roho ni pale waliondoka sasa, wakaanza kuhubiri habari njema, wakaanza kutangaza Injili kwa kila kiumbe. Kumbuka kama walikutana na matatizo mengi, ilifika sehemu wanawafunga, wanawakataza Mafarisayo, waandishi, wakuwa makuhani, wakawafunga, wanawakataza kwamba wasihubiri habari ya Yesu Kristo. Petro na wenzake walifungwa, na wakati mwingine waliwafungua wakawaambia, enendeni, lakini msihubiri tena habari za huyu mtu wenu. Lakini nao walijibu wakasema kwa ujasiri, maana walikuwa washapokea nguvu, kwamba sisi hatuwezi kuwasikiliza ninyi, ni lazima tumsikilize Mungu. Amen, amen. Hata kama mnatukataza na kama mmetufungua kwamba mmetukataza tusiendelee kuhubiri, kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani yetu, hatuna woga wala hatuna mashaka, sisi tutaendelea kuhubiri Injili. Amen, amen. Waliwafunga, waliwatesa, hata waliwaua, lakini hawakuacha kuhubiri habari njema ya Kristo. Amen, amen. Hizi kazi za Mungu kama unataka uzifanye vizuri, usiende nazo kimwili, nenda nazo kiroho.
alika kwanza Roho Mtakatifu kutangulia. Ndio maana Paulo hata yeye mwenyewe alitambua kwamba yale yote ambayo anayafanya kwa sababu kuna nguvu ambazo sizo za kawaida. Nguvu za Roho Mtakatifu ziko ndani yake, ndio maana anaishi maisha ya ushindi. Msingi wa maisha ya msingi ni lazima uwekeze ndani ya Roho Mtakatifu. Mwimbaji mmoja kaimba kwamba ninahitaji kujazwa na Roho ili kwamba nikutane na mambo ya kesho. Yesu akawaombea wanafunzi wake kwamba mimi nimeushinda ulimwengu, na hawa nao ninawaacha katika ulimwengu huu. Baba, uwalinde na uwape huyo Roho Mtakatifu ili kwamba nao wakashinde kama vile na mimi nimeshinda. Amen, amen. Kwa hiyo kama tunataka kushinda majaribu na vishawishi vya mwovu Shetani, ni lazima kila mtu hakikishe kwamba ana Roho Mtakatifu ndani ya maisha yake. Nikwambie mzuri kwamba ukikutana na jaribu wakati hauna Roho Mtakatifu, uko katika high risk ya kuanguka. Ukipatwa na jaribu na unakutana hauna nguvu za Roho Mtakatifu ndani mwako, na kuhakikishia kwamba utaanguka tu. Amen, amen. Majaribu ni mengi, lakini kama tunayawezaka ni kwa sababu tunazo nguvu za Roho Mtakatifu ndani yetu. Kama Shetani alimjaribu Mungu na alimjua ni Mungu, sasa wewe ni binadamu, atakugopea nini? Amen, amen. Amen. Kama tunapenda kuyashinda majaribu na vishawishi vya mwovu Shetani, hakikisha kwamba Roho Mtakatifu hajatoka ndani yako. Ukiwa na Roho, hata kama hayo majaribu yatafika, ndio ile ambayo Paulo amewaandikia Wakorintho wa kwanza ile sura yake ya 10 mstari wa 13. Seme majaribu ni kawaida kwa kila binadamu, lakini pamoja na ile Mungu atafanya na mlango wa kutokea ili kwamba binadamu uweze kustahimili. Amen, amen. Amen. Majaribu ni lazima yatafika, lakini kama tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu, yanakuja yanapita, sisi tunabaki salama. Lakini kama hauna Roho Mtakatifu ndani yako, yatakuja yanakubeba. Kama jaribu litakukuta huko katika hali mbaya ya kiroho, lazima utaanguka tu. Hakuna ujanja pale. Ndio maana wewe unahakikisha, ni kama vile tunasema katika maisha ya kimwili kwamba Mkristo lazima awe tayari, kwa sababu kifo kinaweza kufika kwa wakati wowote. Hivyo hivyo Mkristo anapaswa kuhakikisha kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yake, kwa sababu hajui wakati gani anaweza kujaribiwa. Kama utajaribiwa na uko na Roho Mtakatifu, ule Roho atakupa nguvu za kupambana na utashinda ile jaribu na kuwa salama. Amen, amen. Umuhimu mwingine wa kuwa na Roho Mtakatifu ni silaha ya kiroho dhidi ya nguvu za giza. Tunasoma Waefeso 6:10 hadi 11. Hii inatusaidia, ni kama vile silaha tunakuwa nazo za kupambana vita. Waefeso 6:10-11. Yes, silaha. Soma. 10:11 anasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Amen. Amen. Sema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Tutaendelea kuwa hodari wakati tunahakikisha kwamba tuko na zile nguvu za Roho Mtakatifu. Sema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Shetani ni mjanja sana na anaelewa
anakuleteaka jaribu kwa kile kitu ambacho uko unakikusudia. Kama uko unatafuta kazi, anaweza kuja kukujaribu, akakuletea kazi ambayo itakuwa jaribu kwako, maana unahitaji kazi. Tunaishi nyakati ngumu. Kwa nazungumza na Mkristo mmoja, akaniambia, pastor, niliapply kupata food stamp, lakini wamenikatalia kwamba hawawezi tena kunipatia food stamp kwa sababu mimi sina uraia, na sasa niko peke yangu, na hivyo wamenifukuza kwa kazi, na sasa nimepata kazi ya kutumika Saturday na Sunday. Nifanyeje? Mungu atusaidie sana. Shetani analitaka jaribu pale pale kwenye shaona kama una uhitaji wa kile kitu, na anakuja pale pale anakuambia, wewe ushakosa kazi uchague sasa, huwa naenda kanisani, uache kutumika hii kazi ya Sunday, alafu angalie nani atakulipia bili. Amen, amen. Amen. Salimwambia Yesu ni seme, si uko na njaa, na kama uko na njaa sinijue hili, suliombee uligeuze kwa mkate uweze kula. Amen, amen. Amen. Hivyo naye shetani ndio anafanyaka. Anaona kabisa hauna tena kazi, uko na apply kazi zingine zinakosekana, analeta kazi tena hizo, haziangalia kizabano English, haziangalia sheria, hakuna kriteria. Wewe unaomba tu kazi wanapatia, lakini utatumika na Sunday. Wewe kama mpenda kazi ya Mungu utafanya nini sasa? Lakini tusivunjike mioyo, hayo ni majaribu tu, yatapita. Amen. Nilimwambia nini? Nilimwambia wewe tumike. Maana sitakwambia ukuje kanisani uache kwenda kutumika hiyo kazi, kanisa haina uwezo wa kulipia bili. Na kama itakulipia mwezi mmoja, haiwezi kulipia miezi yote. Inabidi uende kutumika. Lakini tutafanya nini? Tutaendelea kutafuta kazi nyingine. Ikipatikana utatoka kwa hiyo kazi. Amen, amen. Amen. Lakini kuna wengine mnaweza mkapata na kazi nyingine, Mungu anafungua mlango na kwambia, pastor, mimi nisapenda hii kazi, mimi siwezi tena iacha. Baada sasa unaelewa. Amen, amen. Amen. Ninajua kuna Wakristo karibuni 4 au 3 ambao wamekumbana na hiyo shida, na leo wako kwa kazi, hawako hapo kwa sababu ya hiyo shida. Mungu asaidie sana. Shetani anapenda kuleta jaribu kwa kile kitu ambacho unakihitaji kwa ule muda. Kama unahitaji pesa, anaona kabisa unahitaji pesa, anafungua mlango, wanataka nini ile bishaka huko nani mmoja ni kuyaka LCCI kama nini. Mnajua hiyo ilipita na watu wengi ile. Unaambia mtu twende taratibu na hiyo vitu, nakwambia basi wewe unajua mimi mwenyewe sasa nitafanya aje. Kwa hiyo kumshinda shetani haliko rahisi. Kujua ujanja wa shetani haliko rahisi. Amen, amen. Lakini Mungu tunayemwamini, na kwa sababu aliwekaka Roho Mtakatifu ndani yetu, anatupatiaka nguvu za kustahimili. Tunatambua ujanja wa shetani na sisi tunamshinda. Amen, amen. Yesu akamwambia, sema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Amen, amen. Si kwamba tutakufa, hata kama majaribu yaje, yatakuwa yanatukuta, yanatuacha mpaka mwisho wa dahari. Amen, amen. Ya mwisho, umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu, sema ni njia ya kuingia katika vipawa na karama za Roho Mtakatifu. Kama unataka kuwa na vipawa au karama za Roho Mtakatifu, lazima kwanza uwe ulisha
umeshapokea Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao ni kama ni kisadikio ndani mwao, ni wasemaji wazuri, wasomaji wazuri, wana sauti nzuri, akiomba naomba vizuri, lakini hiyo ni ndoo ya kuzaliwa nayo, haijakuwa ndo karama. Amen, amen, amen. Inakuja kudhihirika kuwa karama pale sasa anapokea Roho Mtakatifu, ananoa, anatengeneza kile kipawa, inageuka kuwa karama ya Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Kwa maana wakati mtu angali mdogo, wazazi wanapenda kutambua kwamba huyu atakuwa mwimbaji, huyu atakuwa mtumishi, huyu atakuwa pasta. Binaanzaka tu mtoto vile. Amen, amen, amen. Na wakati anamwamini Yesu Kristo, ndo sasa banadhihirisha Roho Mtakatifu, anadhihirisha kile kitu ndani ya ule mtu na kinaanza kufanya kazi. Amen, amen, amen. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na Roho Mtakatifu kama tunapenda kuishi maisha ya ushindi. Lazima tuwe na Roho Mtakatifu. Kama tunapenda kuwa na vipaji vya kiroho, lazima tuwe na Roho Mtakatifu. Kama tunapenda kuwa na silaha za kumshinda shetani, lazima tuwe na Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Na tujue kwamba Mkristo awaye yote ni lazima awe na Roho Mtakatifu, kwa sababu ni agizo ambalo Mungu mwenyewe amelitoa. Kwa hiyo haya ndio yenyewe nimeandaa leo, na ndio mwisho wa fundisho letu, na Mungu alibariki neno lake. Amen, amen.